Shemeji. Shemeji. Kwanza nikupe pole kwa yote yaliyotupita msibani wetu sote. Lakini jana nilikuwa na ndugu yangu tulitoka kazini tukaja nyumbani. So tuliachana yeye akakuwa sasa ninashangaa nilipopigwa simu kwamba ndugu yangu amekufa. Sasa sijui kama pengine kuna chochote ninachojua. Sijui chochote kwa kweli. Sasa mimi nipiga simu acha nirasha nitakuja kwa wapo wale wasi. Pole dadangu. Yote ni mipango ya Mungu. Hivi, kwani shemeji aliona? Hapana. Wajua kwanza wewe Pendo ndo chanzo cha matatizo yangu haya yote. Afadhali hata singekujua. Angalia sasa ushauri wako uliponifikisha. Umaanisha nini kwa mtu? Wakati ulivyoniambia kuwa matatizo yako yaliisha wakati ulivyoenda kwa mganga, nilikuamini kwa sababu wewe ni rafiki. Nikachukua hatua nikaenda kwa mganga. Sasa zigana chumani manare palume. Chumani manare palume. Sasa zigana chumani manare palume. Karibu sana mama. Hapa ndo kwa mganga Chitungule. Mtaa wote wananijua mimi ni nani. Yaliyoshindikana huko hapa kwangu hayashindikani. Karibu mama. Govya tu. Tofia tu mama. Usitike tuko. Rudi pande huu. Usiogope mama. Usiogope kabisa. Mumeo. Najua na shida nyingi mama, lakini tatizo ni kuleta hapa ni mumeo. Na hapa kwangu nielekezwa na mbeda mmoja anaitwa Pendo. Anatokea kwa Nyeri. Ni kweli. Ni yeye. Najua mumeo anadanga sana. Na unajua yuko na mwanamke mwingine huko na alizaa naye mtoto mmoja. Nalijua hilo mganga. Lakini utanisaidiaje abaki na mimi? Usijali. Hapo umefika kwa mganga Chitungule. Mimi ndio sifa zote mtu mzima anajua mimi ndimi mganga mwenyewe. Nitakusaidia mama. Tashukuru. Chumani manare palume. Azazibana ache chumani manare palume. Azazibana ache chumani manare palume. Azazibana ache chumani manare palume. Usiogope mama. Mumeo atarudi. Utakuwa na wewe vile unataka. Hapa nakupa dawa mama. Na dawa hii mama, masharti yake si magumu vile. Umesikia? Hii dawa utaenda utapaka sehemu zako za siri masaa mawili kabla, na yeye akija hapo nyumbani mnafanya mapenzi wewe na yeye, na kuahidi hatatoka kabisa huyo, na atakuwa wako. Pia atakuwa anakuganda mama kama kupe. Tulia. Hivi unaonaje turudi tena kule kwa mganga? Nilisharudi kwa mganga. Mwanamke lero muza kimbona kuamba mwanamke angeenda ukauze mamenye. Karibu sana mama. Karibu ingia. Usiogope.
Unaniita enda ukauze. Pita huku mama, pita huku. Enda ukamuze mama ye. Keti chini mama, keti chini. Usiogope. Usiogope kabisa mama. Ana mimi na imani nimekuja hapa na mazuri mama, kwa sababu wakati ule nilikuja ukanieleza shida za mumeo. Mganga, mimi nimekuja. Kwa kweli nilifuata masharti yako yote ulionipa. Lakini cha kushangaza, mume wangu kafariki. Kafariki? Kafariki mume wangu. Wewe ulifuata taratibu wote wenye nilikupa? Mimi nilijitayarisha vizuri sana mganga. Na masaa mawili kulingana na ile dawa ulionipa, masaa mawili kabla mume wangu kurudi. Kisha yeye akaniita bafuni tukaoge. Tulivyomaliza kuoga nikamwandalia chakula. Sasa nikafikiria nitapata nafasi nyingine tena wapi. Ilibidi nipake ile dawa kama ulivyoniagiza kwamba nafaa kupaka kwenye sehemu zangu za siri. Kisha nyingine nikamwekea kwa chakula. Sasa alipomaliza kula chakula akanihitaji tena. Ndio tulivyokuwa kwa tendo. Hata dakika 5 hazikuisha. Mume wangu alipumua kwa nguvu kisha akafariki. Mumeo ulimuua mwenyewe mama. Kwa sababu ule ukali wa dawa wa mganga Chitungule ulikuwa uko na nguvu nyingi sana. Kwa hivyo ilikuwa inatosha kule kujipanga tayari. Sikumweka kwa chakula kwa sababu ile dawa iko na nguvu. Ulikuwa nipe muda. Mumeo ulimuua mwenyewe mama. Nisio umekasirika mama. Otoka nidhamu ulivyofanya. Toka. Toka mama. Toka. Halo. Nani? Wana kila siku anibadilisha namba tu. Ati kwa nyumbani kwangu? Wewe nilikwambia leo tuna mazishi. Shoga yangu amefiliwa na bwanangu. Jamani. Simi nilikwambia tutamalizana, mbona kama uniamini? Basi naja. Sawa. Naja sasa hivi. Watu wengine kusumbua. Shoga. Acha mimi kuacha. Sawa, nashukuru. Nitakuja baada ya kuona kama mgeni kwa nyumbani kwangu, lakini baadaye nitarudi. Sawa. Muziki usio na mawazo. Yote nimepanga Mungu.